Watunguyas, hii ni Buddha Boss Live, mali kakinuka tunakausha and aspake. Mimi ni anka wako wa power, nite Buddha Boss. Hapo na mali mupenda kujiachilia fenye naife. Tumekuwa tukiangalia hizi stories za degree za Willy Paul. Tushacheki part 1 mtu wangu, tumeanalyze ile swali aliuliza kiwa the trend mtu wangu. Who has the right ya kujudge? Tutamalizana nayo. Wacha tuingia part 2 ya ile kitu alisema yenye ili strike attention yangu kidogo. When aliongea about venye Mungu angekuwa anaona makosa yake, basi nakaa Mungu angekuwa amembless venye amembless. In case uli hata Kenya alisema hivi ndio Willy Pose alitushow. Wasa usema umechukua gospel umefanya showbiz. Hao ni watu. Mbona Mungu aoni hivyo? Mbona Mungu aniambii hivyo? Ingekuwa God anaona kasoro yote yenye nafanya, of course angekuwa anani bless venye anani bless. I mean, look at me, like I'm shining, I'm good, I'm creative, chucking hit after hit, you know. I'm just that guy, man. Masijo ameleta vitu nyeti na zenye kawaida mtu anaweza jukwa, maybe anafikiria about hizo vitu. Kama we bring out story fulani akisema enyewe juu ako na mali na talanta, hiyo ni proof Mungu amemwaprove. Hiyo ni proof God amesema correct, wewe una makosa. Hata tuangalie hizi vitu mbili tatu. Wacha nianze na talanta, nitamalizia na mali. Talanta mtu wangu, so tukisema that because wewe unatoa ma hit song, hiyo ni proof uko na God. Ni kusema pia wale secular artists wanatoa ma hit song wako na approval ya God. Kama focus yetu ni hit song kuriliziwa na talanta mtu wangu, I think kuna talanta deadly mbaya sana in the secular world than what ana tumeona in the gospel industry. Na swali utaka kujiuliza probably ni okay, sawa pia uko na approval ya God ama ni kitu tofauti? Nimejaribu kujiuliza, leo ukibackslide leo, sauti ita change? Utaacha kuimba tena uimbe bass juu umebackslide? Utashindwa kujua kuandika ngoma kwa sababu sahi uliachana na story ya God? Watu wangapi wamemove from secular to gospel and vice versa? Na life yao imemove on tu kawaida, bado anaimba, kuimba naimba, sauti ni ile ile. Maybe na labda ndio sahi amekabidii zaidi. Kuna ka scripture mazeka na nikumbushaga vitu mbili tatu kiongea about the gifts and calling of God are without repentance. In other words, God si kama wale madem ama wale machali mkibreak up anakujia mpaka zile kadi za birthday alikupea. Vitu God amekupatia kujiangi mtu wangu. God alikupatia gift ya kuimba, ni yako. Whether utaitumia kumworship ama utatumia kuworship shetani, hiyo ni yako. Lakini gift alikupatia mtu wangu, haichukui. Lakini the one thing yenye pia anapeana na discretion tunaitwa anointing. Kwa hivyo mtu wangu unaweza kuwa na gift ya kuimba lakini anointing haiko. Difference uko ni nini? Ngoma yako itabamba lakini haibariki. Ngoma yako inabamba lakini ipeleki watu kwa Yesu. Ngoma yako inabamba lakini hakuna mtu anasema yenyewe mimi nilikuwa mwenye dhambi sasa nataka huyu Yesu. Ngoma yako inabamba mtu wangu, maze chat iko huko juu, watu wanaiongelelea daily, lakini in terms of transformation ya lives za watu, zero. Impact fulani wagena kujaga only na anointing ya God mtu wangu. Na ni muhimu sana ujue unakachezaje. So mimi fact yangu na zero in kwa history ni ati the fact that una excel in your gifting does not necessarily mean uko na approval ya God. Kuna watu wengi who operate in the area of their gifting, mpaka ile point God alipoachana na wao hawakurealize God aliachana na wao. Wame maintain tu na the hard work ya the gift, na sasa hiyo God hayuko kwa hiyo story. So hiyo ni tunataka tu niweke clear about story ya talanta. Wacha niingie story ya mali. Juu mtu wangu story ya mali imekuwa nyeti. Hii story ya mali, hata imepreachwa kama church mingi. Lazima mazao kuenda material possessions ujue umebarikiwa. Prayer yetu 97% kiomba about blessings ulichaga mazee material things. Na kitu moja nataka kubring to your attention ya tea. Si Mungu peke yake anapeana material things.
Shetani pia upeana. That is why mtu wangu, Yesu akikuwa tempted na shetani, one of the things aliambiwa, alipelekwa mali juu, akaonyeshwa mazee the entire area, akaambiwa mtu wangu, bow tu nikupatie hizi vitu zote unacheki. Kuna watu wengi sasa hivi wamebau wao. Walibau tena sana. Kuna watu wamebau tu shetani wapatiwe mali, wako nazo. Kuna watu wamebau kwa shetani wakuwe na mahit song, wamehit. Kuna watu wamebau kwa shetani ndio waweze kufanya miraculous signs and wonders. Mtu wangu, kuna watu wana perform miracles na si power ya God, ni power ya shetani. Wanatumia demonic power kuwa na signs and wonders. Na wewe mazao unafikiri mazao wenye umseni emoji, utalini managada, usichochwe na mtu. Ndio hizi story wa Garilu, usisahau ile story ya Moses, mtu wangu akienda Egypt. Ameambiwa arushe mti igeuke nyoka, alirusha ikageuka nyoka. Magicians pia wakarusha zao 3 zikageuka nyoka. Signs and wonders zinafanyika mtu wangu, na pia kuna zile tu shetani anaweza fanya. Hiyo ndio reality. Buda mazee, kwa hivyo mali sio proof of baraka. The fact that hauna gari haimaanishi hujabarikiwa. Na the fact that uko nayo pia haimaanishi umebarikiwa. Otherwise, kule msie ni hada mahali mwenye kazi yake ni kulea ng'ombe, basi ni msie hata haibarikiwa because anaga shughuli na gari. Kaya ningekuwa rational, angekuwa na shughuli yote na gari. Buda, hakuna blessing bigger than Christ. Na kama uko na Christ mtu wangu, daily uko na reason ya kusema you are blessed. Gift of life, uko blessed. Juu kuna watu wamenyuria. Point yangu ni simple. Kuna zile vitu God alitupatia kama identifiers za wale watu wana walk na yeye. Si signs and wonders. Si material wealth. Si vitu zenye talanta na vitu hizo. Wale tu wamekutaka kujua wale watu wana belong kwake na wana walk na yeye. Observe fruit. You shall know them by their fruit. Fruit of the Holy Spirit tunajua: love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Ukiobserve life ya mdhi, hata kama ni Buda Boss unaangalia sasa, usidanganywe na kipindi. Observe life yangu. Observe life ya pasi wako. Observe life ya wewe msi amekamka. Observe life ya wasanii. Lifestyle itakuambia vitu mingi than hizi vitu zetu na project in public. I hope life zetu si wote zitabear the fruit of the Holy Spirit. Yeye iliko part 2. Wacha tuingie part 3 mti yangu. Tuongee kuhusu worship. Kuimba ni kuworship? Hiyo ndio swali. Freddy Buda Boss, Twitter, Facebook, Instagram, tichangamkiane. YouTube channel Buda Boss Live, subscribe kuruka. FB page yetu ni simple Buda Boss Live, like, follow. Na mtu yangu usisahau kusambaza. Hapa sisi si wachoyo, au sio? Vuta pumzi kidogo kitafakari yenye tumeongea about. Ndio tuingie part 3.